Ni vizuri sana kumshukuru Mungu, na inapendeza zaidi kuona unatoka hatua moja unakwenda hatua nyingine. Nina kila sababu ya kusema wakati mzuri umefika wa kujisaidia kama Waafrika kutokana na yale yanayoendelea katika milango ya dunia au sura ya dunia. Tuwaachie wenzetu wenye uwezo mzuri zaidi wa kuyasema hayo, lakini inatosha kusema hakuna kitu jema au kitu kizuri kama kujitegemea. Kujitegemea kwenye swala la jeshi, kujitegemea kwenye swala la afya, kujitegemea kwenye swala la taaluma. Na taaluma ni ile inaonyesha hamwazi sana, mnafikiri kidogo, majibu ya kufikiri kidogo yanatosha zaidi. Kama wanavyosema wataalamu wa kivita wa Kichina, maandalizi au unaweza kutumia lugha wakati wa mazoezi ya kivita yawe kiwango cha kutosha, vita iwe kiwango kidogo. Nimebadilisha lugha, lakini wao wana msemo wao. Itasaidia sana kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Sio kama sifahamu kuwa bado uhuru wa kiakili ni changamoto katika nchi nyingi za Afrika. Unaweza ukataka kukubali kauli ya Justin Kalkawa aliyosema, alomjibu rais wa Kenya Moi. Moi alisema Waafrika wanalaana. Justin akamwambia msiseme hivyo, Waafrika hawana laana. Lakini ukiyatizama yanayotokea Afrika, utakuwa na wakati mgumu kupinga kauli ya Moi. Leo ni miaka 40, zaidi ya miaka 40 wa Afrika wanapita kwenye kiwango kigumu cha kuwa na mistari miwili katika nchi za Afrika. Si Kongo, si Rwanda, si Burundi, si kwa Waswahili, nchi moja watu wanasema sana kuliko kufanya kazi, na nchi nyingi za Afrika ni mahodari sana kuwapiga vita wenye uwezo zaidi yao kuliko angalau hata kushukuru kwa kile kinachoonekana. Sasa ukifikiri kwa kina yanayotokea katika nchi nyingi za Afrika, unaweza ukakubaliana na Moi kwa sababu mambo yako wazi na anajionyesha kwa kina sana. Lakini tuna wajibu wa kujitambua, tuna wajibu wa kutambua tulipo na wapi tunaelekea.